Hapa ndani kwenye hii nyumba leo, mida fulani vya usiku sana, kuna mshikaji alikuwa kinyatia, lakini juu pia alikuwa amevalia hoodie huku akiwa ameziba uso wake. Na baada ya kuingia ndani ya hili jumba, alipopanda juu ya ngazi, huyu mwizi tulimwona akiwa anatoka akiwa amebeba bahasha. Sasa ndani ya bahasha kuna nini? Na kwa nini amekuja kuiba ndani ya hii nyumba? Mimi na wewe hatujui. Twende sawa, tutajua. Na katika siku iliyofuata, tunaona watu wawili hapa sebleni. Huyu mshikaji mwenye bleach anaitwa Kelech, na huyu mzee mwenye black hapa ni mjomba wake na Kelech. Mjomba alikuwa akimuuliza Kelech dokumenti alizokuwa ameiba nyumbani kwake ziko wapi. Kelech akamjibu kuwa yeye hanaga hizo tabia kabisa, na badala yake mwizi ni yeye mjomba, kwa sababu alishawahi kuiba hizo dokumenti pia ambazo alikuwa ameachiwa na baba yake. Mjomba aliendelea kumdhihaki tu, yeye bado ni kijana mdogo sana, hawezi kuendesha kampuni aliyokuwa inaendesha baba yake. Kelech akasema kuwa baba yake alimwamini na ndio maana akampatia zile dokumenti za urithi, kwa hiyo hatokaa ruhusu mali za baba yake ziende kwa mtu ambaye hakumlenga. Mzee akamaliza kwa kusema kuwa popote ambapo Kelech amezificha hizo dokumenti lazima atazipata tu, na baada ya pale akasepa zake. Okay, mida baadaye tunamwona Kelech yuko mtaani akiwa ndani ya gari kama kuna mtu alikuwa akimsubiria hivi, na baada ya muda mfupi akaja binti mmoja ambaye alifahamika kwa jina la Mura. Mura alikuwa ni rafiki yake sana na Kelech. Wakiwa ndani ya gari, Mura alimwambia Kelech kuwa ile bahasha aliyokuwa amempatia jana ameiweka chumbani kwake kwenye draw. Kelech akamshukuru kwanza kwa kumsaidia na kisha akamwambia kuwa hiyo barua atakuja kuifuata siku ya kesho. Mura kusikia kesho aliogopa kinoma, yani anahisi watu wabaya wanaweza kutumwa na mjomba wake kuja kumvamia, lakini baada ya Kelech kumconvince kwa muda mrefu, Mura akakubali, kisha akashuka kwenye gari akasepa zake. Sasa iko hivi, mida jioni kuna dada mmoja anaitwa Irene yuko kwenye baa yake anakusanya chupa zake, na kama ulishe kusikia jina la Irene, huyu ndio Irene mwenyewe. Sasa nitakwambia kwa nini huyu ndio Irene. Na akiwa anaendelea na majukumu yake, muda kidogo akaja Mura, mkononi ameshika zile dokumenti ambazo alipewa na Kelech. Mura akionekana ni mtu mwenye wasiwasi sana, alimwomba Irene amtunzie ile dokumenti, na kwa kuwa Mura alikuwa na wasiwasi sana, Irene alitaka kujua ni nini kipo ndani ya zile bahasha ili tu asiingie matatizoni, lakini Mura akamwambia kuwa atamuelezea kila kitu wakati mwingine, lakini kwa sasa amsaidie kuitunza hii bahasha na pindi atakapokuja kuichukua atampa naira milioni 1. Irene kusikia naira milioni 1 akaangalia pembeni kwanza kama kuna mtu anayemuona. Irene akapiga ishara ya msalaba na kisha akaichukua bahasha. Mura akamkumbusha kuwa hakikisha anaiweka sehemu ambapo hakuna mtu mwingine yeyote ataiona, na Mura akaamua kuondoka akimwambia Irene kuwa wataonana kesho. Sasa mida baadaye, wakati Mura akiwa amelala nyumbani kwake, walikuja vijana wawili wakamwamsha pale. Sasa Mura akashangaa, watu wawili wameingia ndani kwake tena hata bila ruksa yake, ukicheki hata yeye mwenyewe hawajui. Wakamuuliza kuwa bahasha ziko wapi, lakini Mura akajitetea kuwa hajui chochote kuhusiana na kitu anachoulizia. Washikaji wakamwambia kuwa leo atamwacha, lakini kesho akirudi wanataka waikute bahasha. Na kabla ya kuondoka, washikaji wakapiga search ya kila draw ili kuona kama wataipata ile bahasha. Kwa bahati nzuri au mbaya kwa upande wao, hawakukuta chochote kile kwenye draw, then washikaji wakasepa. Na baada ya kuondoka, Mura akachukua simu yake na kisha akamtumia message Kelech, na hiyo message ilikuwa imeandikwa hivi: Kelech, sijui ni nini kilichopo ndani ile bahasha ulionipatia, lakini usiku huu kuna watu wawili wamekuja ndani ya nyumba yangu wakiwa wanaitafuta. Tafadhali naomba tukutane kwenye moja mgahawa kesho. Basi usiku ule ukawa umepita kama hivyo, na katika siku iliyofuata tunamwona mwanasheria mmoja aliyefahamika kwa jina la Barrister. Mida hii hapa hivi yuko nyumbani kwa huyu mzee. Mzee anasema kuwa tokea kaka yake afariki, mali zote zilizopo kwenye kampuni ya Damatos zilikuwa chini ya uangalizi wake, na alikuwa akimtaka mwanasheria aanze kufanya taratibu za uhamishaji wa kampuni kwenye jina lake, lakini mwanasheria akamwambia kuwa kulingana na jinsi alivyokuwa amesoma urithi uliokuwa umeandikwa na babake na Kelech, unasema hivi: mmiliki halisi wa kampuni ya Damatos kuna dokumenti original atakuwa amemwachia. Mzee akasema tena kwa kusisitiza kuwa yeye ndio mrithi wa mali za kaka yake kwa sababu yeye ndio ana uwezo wa kuziongoza pia. Mwanasheria akamjibu kuwa kama ni hivyo anatakiwa alete hiyo document original, na kama itakuwa ni sahihi uhamisho wa mali kwenda kwenye jina lake utaanza kabisa. Na baada ya pale mwanasheria akabeba begi lake na koti lake na kisha akachora zake. Okay, upande wa pili tunaletwa hadi kwenye huu mgahawa wa Irene hapa, na huu ndio mgahawa ambao Kelech aliambiwa na Mura waje wakutane hapa kwa ajili ya kukabidhiana ile bahasha. Sasa hapa ndani ya mgahawa Kelech alikutana na Irene. Irene na Kelech wanafahamiana, walishawahi kusoma darasa moja hapo awali, lakini mbaya zaidi Irene na Kelech ni watu ambao hawaelewani kabisa, yani kuhusiana na swala la kuzinguana ni dakika tu. Hapa ndani ya mgahawa kikaanza kunuka tena kama ilivyo kawaida
kawaida yao, wakaanza kutupiana maneno ya kejeli. Sasa Kelechi akawa anaendelea kumjibu vibaya Irene pasipo kujua kuwa huyu ndio mtu ambaye alikabidhiwa ile bahasha na Mura. Irene akawa anamwangalia tu kwa mbali, wakati huo Kelechi anajifanya yuko busy anapiga simu. Siku ya leo ikawa imevurugika kabisa yani. Kwa hiyo siku ya leo Kelechi akawa hakufanikiwa kukutana na Mura. Sasa mida baadaye, upande wa pili hadi katika nyumba ya huyu mzee umeitwa kikao na barista ambaye ndio mwanasheria hapa. Akawaambia kuwa wanatakiwa wapate suluhisho katika hili jambo la urithi pasipo hata kuleta vipengele vingi, na kulingana na urithi unasema kuwa kwa yeyote atakayekabidhiwa dokumenti original ndio atakuwa mrithi wa kampuni yake. Sasa hapa ndani pakana mkanganyiko. Mjomba anasema dokumenti original anayo yeye, wakati huo Kelechi naye anavutia upande wake, anasema kuwa dokumenti original alipewa na baba yake. Mwanasheria akawaambia kuwa kwa sababu kila mmoja anasema anayo dokumenti original, kila mmoja kati yao alete hiyo dokumenti, na kwa atakayekuwa na dokumenti original ndio atashinda kesi, na wote wakakubali. Barista akasema pia anategemea majibu hivi karibuni. Mida baadaye mjomba akakaa na mke wake. Mke wake akamwambia kuwa afanye juu chini, anatakiwa aipate dokumenti kutoka kwa Kelechi, na kwa namna yeyote ile hawawezi kumruhusu mtoto mdogo kama Kelechi awashinde kwenye hii kesi. Mama akaendelea kusema kuwa hata kama Kelechi atagoma kukata tamaa, wenyewe watatengeneza dokumenti yao na kumwonyesha mwanasheria, na kwa kuwa hakuna anayefahamu hiyo dokumenti original ilivyo, wao watatengeneza dokumenti yao, na hiyo ndio itakuwa njia rahisi kwao kuweza kushinda hii kesi. Mzee na mke wake wakawa wako tayari na plan B kama mambo yataenda ndivyo sivyo. Kelechi naye muda huu hapa hivi amempigia simu Mura, anataka kukutana naye. Kelechi akaendelea kumkumbusha kuwa kabla hajatoka awe makini kuangalia mtu yeyote asije akamfuatilia. Mura akakubali akiwa anajiandaa ili atoke. Wale washikaji wawili waliokuwa wamekuja jana usiku wakawa wamekuja muda huu hapa hivi, wakaendelea kumuuliza bahasha iko wapi, lakini Mura alibaki na msimamo wake ule ule, hajui chochote kuhusiana na hiyo bahasha. Na kwa kuwa Mura aligoma kusema ukweli, washikaji walimpiga sana Mura, lakini haikusaidia chochote kile wao kuipata bahasha. Baadaye wakaamua kuondoka. Wakati huo upande wa pili huku Kelechi ameshafika hadi eneo la tukio, anamsubiri Mura. Baada ya kusubiri kwa muda mrefu, Mura akaja, lakini usoni alikuwa amevimba kinoma yani na makovu mengi. Hii ni kutokana na kipigo alichokipokea kutoka kwa washikaji. Walipokaa chini, Kelechi alimuuliza, "Je, faili bado analo?" Mura akasema kuwa faili kuna mtu amempatia na huyo mtu yuko njiani analileta sasa. Kelechi kusikia hivyo akamwambia kuwa amtumie huyo mtu meseji kuwa ilo faili asililete leo, kwa sababu kama leo alienda nyumbani kwa Mura na kumpiga, basi ni lazima watakuwa karibu kumfuatilia, na kwa ajili ya usalama wa Mura na lile files, Mura ikabidi afanye hivyo, akamtumia meseji. Sasa Irene akiwa njiani anakuja kuelekea mgawani, akashangaa kuna meseji imeingia, na alipoisoma ilikuwa ni meseji ya Mura. Irene akaanza kulalamika peke yake huko njiani, arudi tena nyumbani kuirudisha bahasha tu. Hilo haliwezekani. Kwanza anajutia kabisa kuipokea ile bahasha kutoka kwa Mura. Kuliko kurudi na ile bahasha nyumbani, Irene akaamua ipeleke kwa moja ya mama fulani hivi ambaye anamwamini. Kama masiala tu hivi, Irene akamkabidhi huyu mama hii bahasha hapa na kisha akaondoka, akimwambia kuwa atakuja kuipitia baadaye. Alipotoka pale, Irene akaja hadi kwenye mgahawa wake. Sasa hapa kikanuka tena. Irene akashangaa kumwona Mura yuko karibu na Kelechi, na kama unavyojua Irene na Kelechi hawapatani kabisa, ni kama mbwa na paka tu. Pale ndani kikaanza kunuka tena kati ya Irene na Kelechi. Sasa mbaya zaidi, Mura akamwambia Kelechi kuwa huyu ndio rafiki yake ambaye amemkabidhi ile bahasha. Kelechi hakutaka kuamini kabisa kuwa Irene ndio mwenye bahasha yake. Irene naye hakutaka kuamini kuwa yeye ndio anamsaidia Kelechi kumtunzia ile bahasha yake. Sasa wakiwa wanaendelea kubishana, barista akawa anapiga simu. Alipopokea simu, barista alimtaka Kelechi wakutane kwa ajili ya kikao tena. Kelechi kabla hajaondoka akamwambia Mura kuwa kabla hajarudi ahakikishe anamkuta na bahasha yake. Kelechi akaondoka kwenda kumwahi barista, akaja hadi nyumbani kwa mjomba. Mjomba leo ana document original. Mjomba akamkabidhi mwanasheria ile bahasha, na barista alipoipekua alisema kuwa hii ndiyo document original. Ni Kelechi peke yake alikuwa akipinga kuwa hiyo haiwezi kuwa document original, na kwa kuwa upande wa Kelechi bado ulikuwa hujakubali kuwa hii ni document original, wakampa Kelechi muda wa kwenda kuitafuta document original ili waje wazilinganishe na wajue mmiliki halali ni yupi. Baada ya pale, Kelechi akaondoka kumfuata Mura. Akiwa ndani ya gari akampigia simu, akamuuliza swali ambalo alishai kumuuliza tena. Je, ana uhakika kuwa zile dokumenti rafiki yake anazo? Mura akasema kuwa ana uhakika bado anazo, ingekuwa hana angeshamwambia tayari. Na Kelechi anasema hivyo kwa sababu anko wake ameleta dokumenti kama
kama hizo hizo ambazo zinafanana, na mbaya zaidi zina hadi saini ya baba yake. Basi bwana, baadaye Kelechi akaja hadi mgawani kwa Irene, akaja akakutana na Irene akamwambia kuwa anaomba msaidie bahasha ambayo alipewa na Mura, lakini Irene akasema kuwa hawezi kumpatia hadi ambapo Mura ataruhusu. Sio mbaya, Kelechi akaamua kumpigia simu Mura ili amruhusu Irene apewe ile bahasha. Pamoja na Mura kupigiwa simu, lakini Irene bado hajaridhika, anataka Mura mwenyewe awepo hapa, na kisha Irene akaamua kuondoka kwenda kuendelea na shughuli zake. Basi bwana, Kelechi ikabidi akae hapa amsubiri hadi Mura atakapokuja, na baada ya kusubiri kwa muda mrefu Mura akaja. Sasa Kelechi hataki hata maelezo mengi kwa nini Mura amechelewa, akamwambia Mura amuite Irene ili ampatie ile bahasha yake. Irene alipokuja anasema bahasha kuna sehemu ilipo, akaanza kumwelezea pale ile siku ambayo alimtumia message asije na ile bahasha. Akiwa njiani hakuona sababu ya kurudi nyumbani, badala yake aliamua kuipeleka sehemu, na akawakumbusha pia kabla ya kwenda kuichukua barua atataka awekewe kiasi cha pesa kama walivyokuwa wamekubaliana hapo awali. Pesa tu hakikuwa kipengele kabisa kwa Kelechi. Akavuta simu yake na kisha akamsababishia Irene muamala, na Irene alipothibitisha kuwa pesa imeingia akamwomba Mura amsaidie kumwangalizia mgahawa wake ili yeye aende mara moja kuifuatilia hiyo bahasha. Irene akaja akachukua boda na kisha tukamwona akiwa na sepa. Sasa huku ndani Kelechi na Mura walikaa kwa muda mrefu sana wakiwa wanamsubiri Irene arudi. Mara kidogo simu ya Mura ikaita. Alipoipokea sasa, mtu alikuwa anampigia simu alimwambia kuwa Irene amepata ajali na kwa sasa amepelekwa hospitali, wanatakiwa kuwahi. Sio poa yani, mambo yanazidi kuwa magumu. Kelechi alihisi kuchanganyikiwa. Basi mida baadaye Mura na Kelechi ikabidi wafike hospitali alipo Irene. Walimkuta Irene amelala tu kitandani na amepoteza fahamu, na nesi aliyokuwepo karibu yao aliwaambia kuwa Irene amepata ajali ambayo ilisababisha amegonga kichwa chake. Kelechi ndo alizidi kupata wasiwasi sana, kila akifikiria aliona mambo yanaenda ndivyo sivyo. Tegemeo lake la mwisho ni Irene, na Irene ndo huyo amepata ajali, hajui anzie wapi na aishie wapi. Akiwa ametulia hapa, simu yake ikaita. Alikuwa ni barista yule mwanasheria, akamuita Kelechi aje nyumbani kwa anko wake, kuna kikao cha dharura. Alipokuja kwenye kikao, Kelechi aliambiwa kuwa bodi ya kampuni imeamua kutoa jina lake kwa sababu yeye hastahili kuwa CEO wa hiyo kampuni, badala yake mjomba wake ndio anastahili. Kelechi akasema haiwezekani kwa sababu urithi unasema kuwa mwenye dokumenti original ndio atakuwa msimamizi halisi wa mali za kampuni ya Damatos. Mwanasheria akamwambia Kelechi kuwa hoja yake inakosa nguvu kwa sababu mjomba wake ameshaleta dokumenti ambayo anadai ni original, na yeye Kelechi anatakiwa alete ya kwake ili wazilinganishe. Kelechi akasema hilo halina shida, ataleta dokumenti yake ambayo ni original, lakini kwa sasa anaomba wampe muda kidogo kwa sababu dokumenti yake anayo rafiki yake, na isitoshe kwa sasa amesafiri. Mjomba na mke wake kusikia hivyo walicheka mbaya mbovu, lakini barista akasema kuwa atampa muda wa mwezi mmoja ahakikishe analeta hiyo dokumenti, na kama ndani ya mwezi mmoja atakuwa hajaleta hizo dokumenti, basi mjomba wake ndio atakuwa mmiliki halisi wa hizo mali. Na upande wa pili huko hospitali, Irene ameshafungua macho, lakini kitu kibaya zaidi, Irene hamkumbuki kabisa Kelechi. Kelechi alijitahidi kujielezea kumkumbusha Irene, lakini wapi, haikusaidia chochote kile. Irene alisema hamfahamu. Kelechi alihisi Irene anaigiza, mpaka ambapo dokta alimwambia kuwa kutokana na ajali ilivyotokea Irene alijigonga kichwani, na hiyo imepelekea Irene kupoteza kumbukumbu zote. Ile ilimpiga sana Kelechi, hali ndio inazidi kuwa mbaya zaidi. Siku chache mbele baadaye Irene akaruhusiwa kutoka hospitali. Kelechi alikuwa naye kwenye gari yake, akawa anajitahidi kumkumbusha jina lake, kuhusiana na wazazi wake, lakini pia sababu ya yeye kufikia hapo alipo. Sasa hapa tunapata kufahamu kuwa wazazi wa Irene walifariki miaka mingi iliyopita, na kwa sasa Irene hana mtu yeyote yule wa kumsaidia. Kwa hiyo jukumu la kumsaidia Irene Kelechi akawa amelichukua. Sasa huku nyumbani maisha kati ya Kelechi na Irene yakaanza. Unakumbuka mwanzoni mwa movie nilikwambia kuwa huyu ndio Irene mwenyewe, kama ulishe kusikia jina la Irene. Just imagine, hapa anaumwa lakini pia yuko nyumbani kwa Kelechi, lakini namna anavyomuongelesha Kelechi sio poa yani. Muda kidogo Kelechi akiwa anaendelea kupakua chakula, simu yake ikaita. Alipoangalia alikuwa ni barista anapiga. Barista alikuwa akiuliza kama kuna update yoyote, kama huyo rafiki yake ameshaleta hiyo dokumenti, lakini Kelechi alisema kuwa bado hajarudi. Barista akamwambia kuwa muda unakaribia kuisha, na ikitokea muda umeisha hajaleta dokumenti yoyote hatoambulia chochote
chochote kile. Sasa yale maneno yalimuumiza sana Kelechi, ikabidi aondoke tu pale sebuleni. Sasa Irene akajiuliza, mbona huyu jamaa anaongelea sana kuhusiana na hizi dokumenti na kwa nini aondoke kwa hasira hapa sebuleni? Kelechi akiwa chumbani kwake ajui afanye nini, Irene alikuja na kumgongea. Irene alipoingia alimwambia Kelechi kuwa chakula kinapata baridi, waende wakale, lakini Kelechi alisema kuwa hana mudi ya kula kabisa. Irene akasema kuwa anahitaji tu kumsaidia. Kelechi alimjibu kwa hasira sana, akamwambia kuwa kama anahitaji kumsaidia arudishe kumbukumbu za akili yake. Kule kumfokea kulimuumiza sana Irene. Mida baadaye Irene alikuwa akilia tu sebuleni, alikuwa akijihisi anamkosea sana Kelechi na anamkosesha mambo mengi sana, alijiona mwenye hatia sana. Sasa Kelechi alikuja na bahasha hapa ndani, alipotaka kumpa Irene kilinuka tena. Irene akamsha mapepo yake tena, aliongea maneno mengi, kumbe Kelechi lengo lake ni ili tu akumbuke ni wapi ameiweka ile bahasha. Na haikuishia pale, kila mara Kelechi alijaribu kuitegesha ile barua, lakini wapi, Irene hata hakuigusa. Irene alikuwa akipita kila mara akijifanya hata hajaiona ile bahasha, na siku ndo zinazidi kwenda hivyo, mwezi ndio unakaribia kuisha pia. Baadaye Kelechi akiwa amekata tamaa alirudi chumbani kwake. Alikuwa akiongea maneno peke yake kama anamwomba baba yake msamaha. Kelechi anasema kuwa ameshajaribu sana, ameshajaribu kwa uwezo wake wote, lakini hata hivyo bado mambo hayawi vizuri kwa upande wake. Sasa katika siku iliyofuata, leo asubuhi, Irene alishangaa alipotoka chumbani kwake hakumkuta Kelechi. Akajiuliza pale, ni hadi sasa hivi jamaa hajatoka nje au ananiogopa? Irene ikabidi apande ngazi ili kumfuata mshikaji chumbani kwake na kujua ni kwa nini hadi sasa hivi mshikaji hajatoka. Irene alipokuja kumwangalia Kelechi, alipomgusa usoni aliona mwili wake ni wa moto sana. Basi akamwambia Kelechi amke aende akaoge na yeye ataenda sokoni kwa ajili ya kununua vitu ili kuja kumwandalia supu. Irene akaondoka kwenda kufanya kama alivyosema, na haikuishia pale tu. Mara kwa mara Irene alikuwa anamletea na kumkumbusha Kelechi kumeza dawa. Basi maisha yakaendelea kwenda na siku zikazidi kusonga. Siku moja Kelechi akiwa sebuleni, mara simu yake ikaita. Alikuwa ni barista anapiga. Alipopokea, barista alimwambia kuwa bodi imeandaa kikao cha dharura na yeye anahitajika afike ofisini haraka iwezekanavyo. Hii ni kwa sababu mwezi umekaribia kuisha na hakuna dokumenti yoyote ambayo Kelechi ameikusanya. Kelechi alipofika ofisini, kikao kilianza. Sasa zumuni la kuweka hichi kikao ilikuwa ni tokea baba yake na Kelechi alipofariki, kampuni ya Damatos ilikuwa katika hali isiyo ya utulivu, na ili kuepusha yote hayo, bodi imeruhusu mjomba ndio awe CEO wa hii kampuni. Sasa kwa kuwa Kelechi hadi muda huu alikuwa bado hajapata dokumenti, kiunyonge sana aliruhusu bodi iendelee na taratibu za kumfanya mjomba wake kuwa CEO. Na baada ya pale Kelechi akasipa zake, lakini kabla taratibu za kumfanya mjomba wake kuwa CEO hazijaanza, mwanasheria alisema kuwa taratibu hizo zitafanyika katika siku za kazi, yani katika siku za kati za wiki. Wakati huo huku nyumbani Irene yuko zake bize anaangalia tu TV. Mara kidogo Kelechi akaingia ndani akiwa amenuna, moja kwa moja akaenda hadi chumbani kwake. Sasa Irene akataka kujua ni kwa nini huyu mtu amenuna. Sasa Irene alipoingia chumbani kwa Kelechi, Kelechi alimmind sana. Kelechi alifoka sana huku akiwa anamsema Irene. Aliongea maneno mengi akiwa anamlaumu Irene kwa kusahau ni wapi aliweka ile bahasha. Irene aliamua kuondoka zake huku Kelechi akijiona kama anazidi kumkosea na Irene pia. Irene alikuwa serious kabisa, alitoka hadi nje ya geti akawa anakimbia. Kelechi akawa anamuwahi. Irene alipotaka kuvuka barabara kidogo tu agongwe na pikipiki, na baada ya ile tukio kutokea Irene akajikuta anarudisha kumbukumbu zake. Sasa haturudi tena huko ofisini. Muda huu hapa hivi baadhi ya wazee wako wanakagua ile dokumenti ambayo mjomba aliikabidhi, na watu wote hapa ndani waliiridhia kama dokumenti original na yeye ndio anatakiwa kuwa CEO wa hii kampuni. Na wakiwa wanaendelea na taratibu zingine, muda kidogo Kelechi akaja akiwa ameishika ile bahasha yenye dokumenti ndani yake na akaikabidhi kwa mwanasheria. Mwanasheria alipoipitia aligundua kuwa ile dokumenti ambayo mjomba aliileta inakaribia kufanana na hii dokumenti ambayo Kelechi naye ameileta. Lakini sasa utofauti uliopo kwenye hizi dokumenti mbili, dokumenti aliyokabidhi Kelechi ndani yake ina fingerprint za baba yake zaidi, tofauti na dokumenti aliyokuja nayo mjomba, hii ikimpa nguvu zaidi Kelechi. Mwanasheria akasema kuwa atakwenda kukagua hizo alama za vidole ambazo zimeletwa kwenye dokumenti aliyokuja nayo Kelechi. Okay, na siku chache mbele mwanasheria akaja na majibu. Baada ya kufanya uchunguzi, amegundua kuwa dokumenti aliyokuja nayo Kelechi ndio dokumenti original kutoka kwa baba yake na wala sio hiyo ambayo mjomba alikuwa ameikabidhi, na Kelechi ndio atakuwa mmiliki na mwendeshaji halisi wa hii kampuni ya
dada Matos. Kelechi alifurahi vibaya mno. Hatimaye sasa mali za baba yake zitaendelea kuwa salama. Okay, na siku chache mbele tunamwona Kelechi akimleta Irene kwenye mgawa wake mpya aliyomfungulia. Irene naye alifurahi sana, yani hakuwahi kutegemea hata siku moja kama atakuja kumiliki mgawa mkubwa kama huu. Na hapo ndo unakuwa mwisho wa hii movie inaitwa Lost Pages. Sasa kwenye comment section niambie unaangalia hii movie recap ukiwa wapi, lakini pia usisahau kusubscribe, kulike na kuturn on notification bell.